umuthi twinyiri nigetha tuhote guthoma maundu maingi megi unyitaniri wa andu aya urona haha thutha na thirikari ya kundu gwitwo Nyeri County Government tondu acio nimetikirite kunyitana na andu aya ndiakura metagwo Shape Biz na thaici twina umwe wa aria marugamiriire county government mweno wa Nyeri kitwambe tumenye witagwo atia nigetha mwiroreri akihote gukumenya. Yes. Kwa majina naitwa Nancy Kahare, nasimamia agricultural activities kwa Kieni West Sub County. In other words naitwa SCOW. SCOW. Yes. Na wira uria muraruta ni wira mwega muno na ngacokeria county government ya Nyeri ngatho na ngwihoka nginya county government iria ingi ciothe ni cikuhota gubuata wira uria muraruta. Ta tutarire mmeshikana aje nyinyi kama the county government na pia wale ambao tunasema ni wafadhili wenu. Okay, naweza sema on behalf of the Nyeri County Government, the Department of Agriculture, Livestock na Fishery, tunashukuru project ya Shape Up imetutoa mbali, imetoa wakulima wetu mbali, sababu zamani walikuwa wanalima ovyo ovyo tu wapate chakula ya tumbo, lakini tangu Shape Up watu join wametoka subsistence farming wakaenda commercial farming, sasa hata wako na pesa mifukoni. Hii county tuko na vikundi 18 zimefunzwa ni Shape Up mradi. Kwa hivyo tangu walipotufunza, our farmers have never been the same again as you watched them, and as you are seeing we have come from getting 30 bags from an acre to up to 120 bags, and market is not a problem to this group. Ninaona ya kwamba hawa wakulima wako na furaha fulani ambao wako nayo. Furaha yao inatokana na nini? Unajua wakati tulipokuwa tunachagua wale watu tutafanya nao, tulichaguliwa kama Nyeri County Government na staff wa Shape Up walifundisha staff wa county government, nasi tukafunza wakulima. Na katika Kieni East na Kieni West tulikuwa group 18. Kwa hivyo Githora wakulima ni one of those 18 groups. It is among the best. The main target for Shape Up was market oriented. You grow to sell. Alafu before they grow they do a market search, and there is a way they have organized such that there is always a crop so that they have a sustained supply to the market. Before muradi uingie huku kwetu Nyeri County tulikuwa na shida kwa sababu tulipokuwa tukifanya our extension wakulima walikuwa nafikiri sisi ndio wanakuuzia hizo vitu. Kwa hivyo hiyo kitu ikiwa ready wanakuja wanatuambia vitu zenyu ziko tayari, iko wapi soko? So hii mradi ilikuja ikageuza hiyo mambo yote. Siku hizi hata tujuangi ati wameuza. Kwa hivyo tunaona Shape Up imetusaidia sana. Ihinda riri ndienda tunyitanire hamwe na mutaramu niwe twitaga extension officer uri ukoretwo akimateithia ni wiguire tukirwo ni ciamani atiriri ate tigane ucio hai kai gutire handu tungere riu thaici niwe ndienda tunyitanire nake ona ithuĩ tuge tigane ucio tutikota uko twina uge muigano na ndirona ari haha. Kwa jina naitwa Ann Mushomba. Mimi ndio ofisa wa nyanjani on the ground, mimi ndio niko ground. Na mimi ndio nimekuwa nikifanya kazi na hao wakulima. Ground iko aje? Ground iko mzuri. Hao wakulima wamekuwa na success mzuri sana ambayo imefanya hata mimi nikafurahi. Kwa sababu hao wakulima nimewaona wakikua. Walikuwa wakulima ambao walikuwa chini kabisa. Lakini siku hizi hawa ni wakulima wako juu, wameweza kuwafunza kupeleka watoto wao shule, wengi wao wamejenga nyumba nzuri. Hata hapa kati yao tuko na landlords. Kwa hivyo ni wakulima wa maajabu. Riu ndienda gwita riri ni tuiguire muno horo wa Shape Biz. Na tutio turamenya atiriri Shape Biz ayari nia. Mimi naitwa Francisca Malenge alias Mama Shape. Mama Shape ni nini? Shape kwa jina kamili inaitwa Project for Smallholder Empowerment and Agribusiness Promotion, Shape Biz. Hii mradi ni ushirikiano ya serikali ya Kenya na shirika ya Japan inayoitwa Japan International Cooperation Agency, JICA. Na imekuwa hapa Kenya kwa miaka 14 na tumefunza kwa kaunti 34 na tumewahi kuwafikia group 860. Idea yenyewe naona ya kwamba ni idea mzuri. Hebu tueleze hii idea yenyewe inaitwaje na mlianza vipi? Kubadilisha mawazo ya wakulima kutoka ile hali ya kwenda kulima bila kujua mahitaji ya soko. Waanze sokoni ndio baadaye
waende kulima na baadaye waende sokoni. Hii mradi iko kwa Wizara ya Kilimo, Mifugo, Uvuvi na Cooperatives, na kama national government kazi yetu ni kufunza staff wa county ndio nao wafunze wakulima. Na mkisema kwamba mnasaidia hizi vikundi ambazo vimeweza kuungana, ni wapi tunaweza sema kwamba mmeweza kuwasaidia na pia ni njia zipi ambazo mnawasaidia? Sisi tunaenda pali popote wakulima wako na maji, kwa sababu mboga na matunda zinahitaji maji. Kwa sababu ya resources hatuwezi kuwafikia kila mtu. So sisi tunafunza officers wa county ndio nao waendeleze hiyo mpango peke yao. Najua kuna zile success ambazo unaweza sema kwamba mimi nikiwa kama Francisca naweza jivunia kutoka tuanze hii mradi ya ShapeBiz. Tumepata success sana. Tumefikia more than 20,000 farmers na tumeona wakiongeza mapato yao mara 2 ya ile walikuwa wanapata, wengine hata mara 5, na tumeona maisha yao yakibadilika for the better. Age groups ambazo mnaweza kufanya kazi nao, kwa wale wachanga na pia wale wa umri, unaweza sema kwamba nyinyi waweza kufanya kazi na nani? Tunapokea mtu yeyote ama kikundi yeyote ile inafanya kilimo ya horticulture, lakini tunakuwa na ile tunaita affirmative action. Kwa kila county ni lazima wakuwe na women group, youth group, na kama iko kikundi iko na disabilities tunahitaji pia wakuwe ndani. Kuna vile vikundi ambazo vinatutazama sasa hivi naweza penda kuungana nanyi ili kuweza kufanya kazi pamoja. Hebu tueleze ni mikakati gani ipi ambao wanafaa kufuata ili waweze kuungana nanyi, waweze kufanya kazi na nyinyi kama ShapeBiz? Sisi kama national government officers hatuchagui, ni county ndio wanachagua wale watu tutafanya kazi nao. Sisi kama Shape tunatumia ile tunaita Shape approach, na hii ilitengenezewa hapa Kenya na maofisa wa Kenya wakishirikiana na maofisa kutoka JICA, na tulifaulu sana tukitumia hii mbinu mpaka nchi zingine za Afrika zikatamani. Na nasema I'm happy to say sasa tumefunza maofisa kutoka 26 African countries na wamefuata hii mtindo yetu ya Shape approach, na kwa saa hii tumeanza kufunza maofisa kutoka Asia, Latin America na Uarabuni. Na sasa si hapa Uarabuni, sasa hapo ndio nataka tuende na wewe. Hapa mimi tuende tukawafunze na wewe. You are welcome. Mwite Francisca Malenge. Nakwambia mambo ambao wametufunza siku ya leo, na mwambia hongera, hongera, hongera. Wito ambao tunarusha kwako ni kwamba zungumza na county government yako, tafutana na CEC ama agriculture officers ambao wako kule, waulize Shape wako huku, na kama wako tunaweza shirikiana nao namna gani. Ndikuongerera undu ungi no njugire Ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka njeta kimiti wa Gitau, tafaria ni iria wendete mugambo wa murimi. Twaririe. Mama alikuwa na chapiwa hapo, narudi hapa hivi natoa mapesa, unamwambia wewe shika, ingine unaweka nyuma, lakini sio hii nawekea kwa mesa pap. Hebu chapisha tena hapa. Yeye ni kwa chapisha tena. Wewe unachapisha bwana, si unachapisha kwa mesa. Chapisha. Pap. Haya, shika 5. Shukrani sana. Wewe tunaongea. Ama vipi? Haya. Haya, shukrani.